hatawe alabanasi shichiraya ifwira humsalaba yarunganiko bigenje Yesu no mwami omwai wanje shalande hatawe alabanasi shichiraya ifwira humsalaba yarunganiko bigenje Yalira humsalaba mwami wanje Yanyahana shichira mwami wanje Yalira humsalaba mwami wanje Yanyahana shichira mwami wanje Oryomno nyasaye oryomno wano siamo boni ndalinda fwa ndalinda bumenyo butinyu mubuyanzi waimonia oryomno nyasaye oryomno wano siamo boni ndalinda fwa ndalinda bumenyo butinyu mubuyanzi waimonia Zimbanga sinyimo ese mwana uo Zimbanga nisunga oryomno Umboni ya nyasaye wa indusya muboni Jendanga msinjira tizio papa Tunataka kumshukuru Mungu kwa kutupa nafasi hii tuweze kuja mbele zake siku hii ya Sabato asubuhi. Kwa hivyo watazamaji wetu wote mahali popote mko tunataka tu kuwakaribisha kwa njia ya speciali tuambatane pamoja ama tuandamane pamoja kwa ajili ya fundisho la leo. Mbele yangu nina walimu wale ambao watachambua neno hili. Mwalimu Kataka, naomba uwasalimu wasikilizaji ama watazamaji. Wapendwa katika Kristo na wasalimu hamjambo. Ni siku nyingine tena, asubuhi nyingine tena. Mungu wetu imempendeza tuamshe tuweze kuiona na ametuandalia fundisho kwa ajili ya maisha yetu ya kiroho. Hebu tukae miguuni pake na tuweze kulipata. Asanteni, karibuni sana. Asante mwalimu Asiaya. Kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mungu kunipa nafasi ya kuweza kuwa pamoja nanyi tena katika kipindi hiki cha mafundisho. Nami pia kwa furaha ninawasalimia na pia kuwakaribisha. Karibuni tuwe pamoja. Asante. Mnaelewa watazamaji wetu kwamba mwalimu hajakuwa nasi karibu wiki mbili. Kwa hivyo amekuwa akiwa chini, ndio sababu anasema anashukuru Mungu kwa kumwamsha pia tumeweza kuwa pamoja. Hivyo mimi naye na wasalimu hamjambo. Karibuni sana kwa ajili ya fundisho la leo. Mwalimu Asiaya tuangulia kwa maombi. Hebu na tuombe. Bwana wetu uishie juu mbinguni, ni wakati mwingine tena tumefika mbele yako ili uweze kuzungumza pamoja nasi. Tunakushukuru umekuwa pamoja nasi juma nzima, hata umetupatia nafasi ya kuweza kufika mbele zako. Bwana, pia tunakushukuru kwa ajili ya watazamaji wetu ambao tunaenda kuwa pamoja nao. Hebu nao mafunzo haya yaweze kuwa baraka kwa ajili ya maisha yao ya Kristo. Bwana, tunaomba uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi, tukiongozwa na Roho wako Mtakatifu tunapoanza hadi tamati, nikiomba katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wetu. Amen. Amen. Neno lile ambao ama mafundisho letu linaongozwa na neno ambao linasema mada kuu upatanisho na tumaini. Upatanisho na tumaini. Mwisho wa fundisho la wiki iliyopita tulisungumzia juu ya upatanisho. Na tukaona kwamba mpatanishi wetu baada ya sisi
kuanguka, Mungu aliweza kumtuma Yesu awe mpatanishi wetu baina ya mwanadamu na nani mwalimu? Na Mungu. Kwa hivyo tukaona kwamba Yesu huyu amekuwa taraja baina yetu na nani? Na Mungu. Mtu anapokuwa taraja ni ile ya kuvuka ng'ambo ama kutoka ng'ambo kuja ng'ambo ingine. Kama vile ukienda Mombasa iko ile taraja Nyali Bridge ambao watu wanapita juu ya maji. Daraja ya Nyali. Kwa hivyo Yesu amekuwa kama hiyo taraja. Watu wanakanyaga tu na wanafanya nini? Wanapita. Yaani anasema aliyekuwa mwalimu kataka ni ile asiyejua dhambi akafanywa nini? Fungu hiyo mwalimu wasia Wakorintho wa pili 5:21. Soma tuone. Anasema hivi, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Rudia, alafu usimamie kwa ajili yetu. Rudia. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Nani huyu mwalimu ama walimu? Nani huyu ambaye alifanywa kuwa dhambi, ambaye hakujua dhambi na akafanywa kuwa mwenye dhambi kwa ajili yetu? Ni nani huyu mwalimu? Yesu Kristo. Yeye hakukuwa na nini yoyote, hakuwa na kitu chochote kile. Hata iko mahali mwalimu tulifika tukaulizwa, hebu sema kama umeona dhambi yoyote ndani mwangu. Ni Yohana 8:46. Asante. Yesu mwenyewe ndiye aliuliza ni nani miongoni mwenu anishuhudiaye ya kuwa nina dhambi? Ni nani? Na kweli watazamaji, hata ukiangalia where did Jesus go wrong? Is there any place where he went wrong? Hakuna. Lakini sisi mwalimu wa Siaya, ukifanya kitu na unaona kwamba kitu hii nimefanya kwa moyo ndani umefanya, lakini mdomo unasema uliniona nikifanya hivi. Tunafanya maovu alafu tunasabisa midomo hii tusionekana kwa nini? Waofu. Mwalimu aliongeza na kusema nami nikisema kweli, mbona ninyi hamnisadiki? Yaani mbona amkubali? Kusadiki si ni kukubali. Na akauliza vizuri, nani miongoni mwenu? Ni nani miongoni mwenu alishuhudiaye ya kuwa nina dhambi? Maana sasa kushuhudia means hakika umeona akitenda dhambi. Yes. So I don't know what up to now kama kuna yeyote anashuhudia ati Kristo alitenda dhambi. Mwalimu, it can be like easy. Wakati unaenda kotini unatoa ushahidi, yani a witness. Kwamba niliona. Lakini Yesu anauliza uliona? Nani aliniona nikifanya dhambi? Unaona hiyo? Na mbona hamnisadiki ninaposema? Kwa hivyo ukiangalia mwalimu wa Siaya, mambo haya tunapoangalia mwalimu wa Korintho wa kwanza 1:30 pia iko neno hapo. Paulo anasitiza, anapiga msumari kwa maneno haya ambao tunaangalia. 1:30 wa Korintho wa kwanza inasema, bali kwa yeye ninyi mmepata kuwa katika Kristo Yesu. Bali kwa nani? Kwa yeye. Yaani sisi sasa mwalimu mmepata kuwa katika Kristo Yesu. Yaani unajua uweze kuwa katika Kristo mwalimu kama hujakubali. Complete the sentence. Aliyefanywa kwetu hekima itokayo kwa Mungu, ndio, na haki na utakatifu na ukombozi. Unaona mambo haya mwalimu umesabua karibu mambo 4. Yaani hebu sabua hiyo tena. Akafanywa nini? Alifanywa hekima, haki, utakatifu na ukombozi. Hii maneno yote Yesu aliyapata na aliweza kuyafaulu.
na haya maneno ndiyo ametuelezea, na sisi tuweze kuwa kukopi tuweze kufuatilia maneno haya, tuweze kufanya ili pia sisi tuwe sehemu ya watu kuokolewa. So is everything to us, hekima ya Mungu ni yeye, haki tukiwa nayo kwa Mungu tisehemu, utakatifu tuwe watakatifu ni yeye kama tuko na yeye, ili tukombolewe tisehemu. Yes. So without him we have nothing. Mwalimu wa Siaya iko wa kitabu cha Waebrania kinafanya hata watu wengi wanajiweka mahali nafasi hiyo sio yao, sasa wamejiweka kwa nafasi hiyo. Mwalimu, umefika hapo 4:15 Waebrania. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Mwalimu, ngoja hebu yani sehemu ya kwanza anasema hivi, sehemu ya kwanza, kwa kuwa hamna kuhani mkuu. Nataka msasa hapo tusungumzie hapo mwalimu, asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Unaona hapa iko watu watu wamejipea vyeo, wanachukua nafasi ya Yesu. Unajua tuna jina reverend. Unajua hiyo ni jina ya Mungu. Si watu wamejiweka. Ama mwalimu kataka unanyamaza. Ayo unanyamaza ama iko hiyo watu mwalimu wa Siaya. Kuna wengine wanajiita his grace. Yani wanasema the right reverend. Jina reverend ni jina ya Mungu. Iko imeandikwa hamuna. Sasa unajiweka wewe, mwalimu kataka unajiweka sasa wewe ndio kuhani mkuu. Watu wanakuja kuomba msamaha kwako. Msamaha hii si ati unapiga magoti kwa ukitaka kuomba msamaha. Kama umekosea mtu unaenda na msamaha huu unaenda kwa Mungu ndiye anasamehe. Sio mimi nitasema ulinifanyia hivi, kama umeona ni makosa basi tusameane. Lakini sio wewe ati wewe ndio unaenda hata kwa saa nyingine unachapa nimekusamehe. Hiyo naona kama walimu kitu hiyo mwenye ana power ya kusamehe ni Kristo. Ndio naona yeye mambo haya ambayo ametusabuliwa, ametupa hekima, ametupa haki, amefanya utakatifu na kutukomboa. Mambo haya ni Yesu tu, na haya ndio mambo ambao tunahitaji kama sisi tumeyapata, pia tupee wengine waweze kujua, nao watoke waende wapee wengine. Sijui hiyo mwalimu wa Siaya. Hapa tunamwona yeye ambaye hakustahili kufanywa kuwa mdhambi. Alifanywa kuwa mwenye dhambi kwa ajili yetu. Ni kama vile umefua shati lako jeupe alafu unalichukua unaliweka kwenye tope. Kweli hata kama ni mwingine amechukua hilo shati na kaliweka kwenye matope hutafurahia. Na hapo ndio Yesu alikuweko. Yani alikuwa hana lawama, hana chochote kile ambacho ungemhesabia kuwa makosa, lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu aliweza akamfanya kuwa mwenye dhambi. Kwa sababu gani? Kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu, na tulikuwa tumekosa ule urithi ambao Mungu alikuwa ametuwekea. Asante mwalimu. Mwalimu kataka neno moja. Mwalimu, hapa tunaona ya kwamba ni kupitia kwa kifo cha Kristo tulipatanishwa na Mungu. Sisi ambao dhambi ilikuwa imetutenga na nani? Na Yesu. Na Mungu. 13 ukasema Kristo alitukomboa katika laana ya nini? Ya dhambi. Katika laana ya dhambi, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Akafanywa laana kwa ajili yetu. Akafanywa dhambi kwa ajili yetu.
akabeba dhambi zote akaziweka kifuani. Ndio Paulo akasema wa Filipi 3:9 ya kwamba tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Ndio hiyo tumesema hiyo haki tunaipata tunapoweka imani yetu kwa huyu Kristo. Yes. We shall be getting hiyo haki na ukombozi wetu kutoka kwa Mungu. Tusiweke imani kwa mtu yoyote. Hiyo ndio nataka tu mtazamaji ajue, mwalimu. Na hiyo ndio imani itokayo kwa Mungu. Imani ambayo inaweka kwa mwanadamu haitoki kwa Mungu. Yaani yake. Na hata neno la Mungu linasema laaniwe amtegemeaye. Yeremia. That is Jeremia. Asante. Tuelewe ya kwamba katika Kristo kuna upatanisho na tunatumaini la uzima wa milele kupitia kwa Kristo. Mwalimu, ni kwamba hakuna neno lolote, hakuna uongo wowote ulitoka mdomoni mwa Yesu. Hakuna. Kwa hivyo ni nini kile? Tukiwa tukifuata hiyo kielelezo, pia sisi inahitajika midomo yetu isiwe na maneno ya nini? Ya uongo. Mwalimu asiaya. Kupatanishwa kutoka kwa matendo maovu. Ndugu mtazamaji, tunapoangalia kisa ambacho Yesu alikitenda msalabani, kilikuwa kisa cha kuhuzunisha, lakini ilikuwa iwe jinsi ambavyo mpango wa mbingu ulivyokuwa uweze kukamilika. Kwa hivyo alitupatanisha na Mungu kutokana na matendo yetu maovu. Na tukisoma Wakolosai 1:21-22 ni fungu nzito sana, linasema hivi: na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarakishwa. Yani tulitengwa, hatukufaa kabisa kuwa mbele za Mungu, tulikuwa tumetengwa. Anaendelea kwa kusema tena adui katika nia zenu. Yani nia zetu ilikuwa tu ni maovu tu, ndio tunawaza maovu tu, ndio tunatenda mambo ambayo hayampendezi Mungu kwa matendo yenu mabaya. Alafu mwisho anasema ametupatanisha sasa. Ni jambo la kufurahisha mno. Kwa hivyo kutokana na matendo yetu maovu, Yesu aliweza kuja na akafa msalabani kupitia kwa kifo chake. Sasa tunaweza kuitwa wana na binti za Mungu. Nikisoma Waefeso 2:1-2 nasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Yani tulikuwa tumepotea kabisa. Mwovu shetani ametupotosa. Lakini sasa kupitia kwa kifo cha mwanawe Mungu ametupatanisha na mbingu tena. Waefeso 2:12-13 anasema, mkazikwa pamoja naye katika ubatizo na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akisha kutusamehe makosa yote. Kwa hivyo kifo cha Yesu sio kifo cha kudharauliwa. Na tunaona Mungu tangu kuanguka kwa mwanadamu, kazi kuu ambayo amekuwa akifanya ni kumtafuta mwanadamu na kumpatia wokovu. Unakumbuka katika bustani la Eden, Adamu alipoanguka tu alishuka na akamwita kwa sauti yake mwenyewe akimuuliza, Adamu uko wapi? Hiyo sauti ingali inakuita wewe, ingali inaniita mimi, nitoke kutoka katika ulimwengu huu wa
dhambi. Na tukumbuke ya kwamba sisi hatustahili kuishi, lakini kwa sababu ya Yesu tunamhitaji. Kwa sababu gani? Mimi siwezi kujiokoa kwa nguvu zangu wala kwa nafsi zangu mwenyewe, na wewe pia huwezi kujiokoa kwa nafsi zako wala kwa nguvu zako. Jambo la pili, tukitazama kifo cha Yesu msalabani na tukubali kwamba kweli Yesu alitufia kwa sababu ya dhambi zetu, tutaepukana na ghadhabu ya Mungu. Alafu tatu, kuishi kwetu ni kwa sababu ya neema ya Kristo Yesu. Asante. Neema hiyo ni ile ya kwamba wakati aliwekwa msalabani alikufa na akafufuka. Mwalimu kataka neno moja tu, kufufuka huu sasa hii yetu hii ambao sasa recreation hii ni nini? Neno moja, recreation, baada ya kifo. For us sasa, tunapomkubali Kristo, tutubu, na tubatiswe. Kule kusikwa ndani ya maji na kufufuka na kutoka. Ndio naona tumesaliwa upya. Asante. 2 Corinthians 5:17. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamekwisha, sasa yanakuwa mapya. Asante mwalimu. Asante sana. Kwa hivyo mtazamaji, sisi kila ambao hatuwezi, huyu mtu anaitwa Shetani, Ibilisi, ni kwamba tukubali Yesu, tuwe ndani yake, yeye atupiganie. Mkidumu katika imani, mwalimu, ni kuendeleza mahali mwalimu ameachia. Sasa amekuwa kiambatizo ama kipatanisho. Inatakana tuendelee namna gani katika imani yetu, mwalimu? Asante mwalimu. Ruhusu kwa haraka niunganishe tena kwa 21. Wakolosai 1 ambayo mwalimu ametupa, na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha sasa katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu wasio na mawaa wala lawama. Unaona, katika kufa kwake, vile umesema msalabani, ametuleta tena ili tuwe nini? Watakatifu. So unapokubali kifo chake, umetupu, umepatiswa, umesaliwa kama kiumbe kipya, ya kale yamekwisha, sasa yamekuwa mapya. Ndio sasa unaambiwa katika fungu la 23 wa Kolosai 1:23, udumu katika ile imani. Mkidumu katika ile imani, hali mmewekwa juu ya msingi mkubwa imara. Ni msingi gani huo mwalimu? Kristo Yesu. Ni msingi wa Kristo Yesu. Msipogeuzwa na kuliacha tumaini la Injili mliosikia habari zake, iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, ambayo mimi Paulo nilikuwa mhudumu wake. So hapa mwalimu, what Paulo is trying to tell us ni kwamba once umekubali hii imani ya Kristo, ubaki katika hiyo imani. Anamaanisha unaposoma hii fungu ya 23, kuna mambo yanaweza kututoa katika hiyo imani. Kumbe huwezi kusema mimi ni Mkristo tosha, no. Dunia unaishi na mambo mengi, ina changamoto nyingi, ina wakora wengi wenye wanaweza kupotosha mwalimu. Si makosa kusema Wakristo wangapi wamepotoshwa, wangapi wameangamia Shakahola, wangapi yani unaona neno hili limerudi kuwa biashara. Wengine wahudumu wanalitumia kama biashara, wanapotosha watu wa Mungu. Enda uza vyote ukuja, alafu mimi nitakuonyesha. Naona hiyo yote ni uongo. Ndio Paulo anajaribu kutuambia ya kwamba continue in the faith. Dumu katika nini? Imani. Wakolosai 2:5 akaambia Wakolosai ya kwamba nikifurahi kuona udhabiti wenu, utaratibu wenu na udhabiti wenu wa imani yenu katika Kristo. Utaratibu na udhabiti katika imani ya nani?
ya Kristo. Mwalimu, hii na akasema Kristo na kae mioyoni mwenu kwa imani mkiwa na shina na msingi katika upendo. Yani anatuambia tu persist katika imani hiyo mwalimu. Wakolosai 2:8 waje nisome hapo. Anasema angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. You see that? Yeah. Yani kuna mafundisho mengine already we were being warned. Tulionywa. So sahi kama mwenyewe utawacha neno na uingie katika yale mafundisho maongo, utakuwa umependa tu kuwaje imani ya Kristo. And the word is here in the Bible. Inasema mwalimu, the word of God leads you well. Yes, inasema if it is the word of God, read it always. Yani lisome kabisa. Mwalimu, soma hiyo. The same book fungu la 22 nasema hiyo Wakolosai 2:22. Yes. Mambo hayo yote huwa huairibika wakati wa kutumiwa hali mkifuata maagizo na mafundisho ya wanadamu. Unaona? Sasa don't follow the mafundisho ya wanadamu, bali fuata lililo neno la nani? La Mungu. Mwalimu, ndio tumepata hiyo Wakorintho wa kwanza 15 fungu la 58 linasema pasi ndugu zangu wapendwa, muimarike, musitikisike, mukasidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Amina. Kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Mwalimu, hata ndio sababu mwalimu, wakati mwingine tunafika watu wanajifikiria kwamba sasa mimi najitaabisa hivi naamuka kutafuta hii kuangalia neno hii sijui mwalimu kama tutatabika hivi arabu tukose. Ingekuwa vizuri. I like it the way na iweka hapa ya kwamba in fact hata leave alone kama kwanza hujaangalia nini kitatokea. But hii yenye anasema msitikisike. That was First Corinthians 15:58. Basi ndugu zangu wapendwa, tuimarike, msitikisike, mkasidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote. Unaona, yani kule kutikisika kunaweza tokea. Ni wangapi kitu kidogo kitakukwaza useme ya kwamba hata waje ye imani. Wangapi shida hii inapo wengine wanasema hata akiwa katika shida kubwa hata kuomba peke yake you cannot pray. Unaona, hapo ndio anatuambia, anatuandaa kuona ya kwamba haya mambo yote yako, majaribu haya yako, mambo magumu haya yako, but katika imani licha ya hizo changamoto simama imara, dumu katika imani. Asante. Usitikisike, usiyumbe huku na huku, lakini remain firm. Ni vizuri walimu, yani let us be confident that what we are doing. Pia sisi tusikuje kuambiwa sikujui, ondoka. Mwalimu, tumekuwa walimu na taabu hii. Mwalimu, Biblia inasema hasa wale ambao wanafundisha hukumu yao ni kubwa kuliko ya wengine. So ili ufaulu usitikisike, weka msingi yako juu ya mwamba. Unaona Matthew 7:25 ambayo ilisema ya kwamba kuna wale waliweka msingi juu ya mchanga na wale waliweka kwa mwamba. Nyumba ya mwamba ni Yesu. Mwamba wetu ni nani? Kristo Yesu. Kwa hivyo pengine walimu, ni fundisho kwetu sisi ambao tumekomaa katika imani. Vile ambavyo Paulo alikuwa akiwahimiza Wakolosai kwamba wadumu katika, wasipotoshwe na mafundisho ya uongo. Kwa hivyo hata na sisi ambao tumekomaa katika imani ni vizuri kuwahimiza wale ambao wangali wachanga katika imani. Kwa sababu kweli mafundisho ya dunia ni mengi na yanapotosha. Asante. Mwalimu wa Siaya, mpango wa Mungu wa milele. Mpango wa Mungu wa milele. Nikirejelea ndugu penzi msikilizaji,
Wakolosai 1:24-25. Hebu tusikilize maneno ya Paulo, anasema nini? Anasema hivi: sasa nayafurahia mateso niliyo nayo kwa ajili yenu, tena nayatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua ya mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yaani kanisa lake. Yaani Paulo anateseka kwa ajili ya kanisa. Na licha ya Paulo kuwa katika mateso, kumbuka alikuwa gerezani alipokuwa yasema haya maneno. Yeye badala kulalamika, badala ya kuwa na huzuni, anatangulia na maneno, sasa nayafurahia mateso niliyo nayo kwa ajili ya. Sijui nani anaweza kufurahia mateso wakati ambapo unatesa kwa ajili ya mtu mwingine. Sijui kama unaweza kufurahia vile ambavyo Paulo alikuwa na furaha. Lakini sasa tuone kwa nini Paulo alikuwa na furaha. Tunapata ya kwamba Wakolosai walikuwa wameupokea ukweli wa Injili ile ambayo Paulo alikuwa amewahubiria. Na katika kupokea, licha ya yeye kuwa gerezani, alifurahi kwa sababu Wakolosai walipoipokea walijishikamana na wakaganda katika hiyo Injili. Na tena tunaona ya kwamba akiwa gerezani aliamua kuandika nyaraka, na tunapata aliandika nyaraka 5. Kwanza na aliandika pia kwa Filipo, wa Efeso na hata Filemoni na Timotheo. Yes. Na lengo lake ya kuandika hizo nyaraka ilikuwa ni nini? Ni kupasha ujumbe wa mpango wa milele wa Mungu kwa wale ambao aliowakusudia. Mpango wa Mungu ulikuwa ni nini? Aweze kuleta, yani hakutaka mwanadamu yeyote aweze kupotea. Hakutaka mwanadamu yeyote aweze kuangamizwa. Kwa hivyo Paulo aliweza kuwafikia wale ambao hakuwafikia wakati ambapo alikuwa gerezani. Ndiposa akaamua kuandika nyaraka. Na tunapoangalia uamuzi ambao ulifanywa na Paulo ili kuwafikishia habari kuhusu mpango wa Mungu. Sijui wewe na mimi mahali popote ulipo kanisani, ni uamuzi gani ambao wewe unafanya kuchukua ili kuweza kufikisha mpango wa Mungu kwa wengine? Ni uamuzi gani unaochukua katika jamii ama katika kijiji? Utahusika na mpango gani wa Mungu kuwafikia hao watu? Tunaona Paulo licha ya yeye kuwa gerezani alichukua hatua ya kuandika barua ili iweze kuwafikia wengine. Amina. Kwa hivyo mwalimu, kile ambao tunaona hapa, mpango huu wa wokovu mwalimu kataka uliwekwa kabla ya misingi ya ulimwengu. Wakolosai 1:4. Tunaona kwamba kumbe Mungu alijua, God knew ya kwamba mwanadamu atafanya nini? Ataanguka, na akafanya mpango wa nini? Wa kuweza kumwokoa. Hebu mwalimu akataka siri ya Mungu yafichuliwa. So mwalimu, siri ya Mungu yafichuliwa. Yes. Katika 26. Siri ambayo Paulo anasema ilifichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, ni siri ya mpango wa Mungu huu ambao ni mpango wa ukombozi wetu ambao alituwekea tangu mwanzo. Na ndio naona hiyo Paulo alikuwa anajisifia kusema ya kwamba yeye anafurahia mateso anayoyapitia. Ako jela, lakini anasema anafurahia mateso ambayo anayapitia because even katika jela amefanya nini? Ako na nafasi ya kufikia watu na awaambie katika ukombozi wa Mungu. Unaona hata 2 Timothy 2:9 akasema, nami katika hayo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya, lakini neno la Mungu alifunga. Asante. So meaning it's a challenge to us also. Yes. Ya kwamba
neno la Mungu halifungwi mahali popote ulipo. Uwe katika raha, uwe katika huzuni, uwe katika mateso, uwe katika shida, but still call on the Lord. Baki na Kristo ndani yako, yeye tu ndiye atakuwezeshia. So mwalimu, hapo naona huu mpango wa Mungu au siri ya Mungu yafichuliwa. Yes. Ni hii sasa siri ya mpango wa Mungu wa wokovu ambao mwalimu, kutoka mwanzo naona huu mpango ulikuwako. Neno la Mungu linasema kabla ya kuwekwa misingi ya nini? Ya ulimwengu. Mungu alifanya mpango huo. Anasema 1 Corinthians 2:7. 1 Corinthians 2:7. Wacha tuone hapo vile anasema. Neno la Mungu linasema hivi: bali twanena hekima ya Mungu katika siri, ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wake. Ona, aliazimu tangu milele kwa utukufu wake. Yes. Unajua alikuwa Wayahudi walijua tu hiyo ni mambo yaani walijua tu wokovu ni wao. Yaani hawakuwa na nini yoyote. Lakini walipokataa watu wengine kama hao watu wa mataifa wakapata. Ndio sasa siri hii ikafunuliwa kwa kila mtu. Endelea mwalimu. So mwalimu, ni siri hiyo ukikuja ukipata ya kwamba mwanzo atilikuwa manabii wanaihubiri. Yes. First Peter, ukisoma First Peter usome 10 ukianzia 10 mwalimu, utapata inajaribu kutuambia bali kwa damu, waraka wa kwanza wa Petero, that is 1:10. Inaanza na kusema ya kwamba bali kwa damu ya dhamani kama ya mwana kondoo, asiye na ila, asiye na wa. Yaani, no, I'm reading 19 pale ya 10. Forgive me. 10 inasema ya kwamba wewe pia unanifuata, you are not correct. Okay. 10 inasema ya kwamba katika habari ya wokovu huo manabii walitafuta na kuchunguza. Yes. Ambao walitabiri habari za neema itakayowafikia ninyi. Unaona, manabii walitafuta na kuchunguza ili wapate habari ambayo itawafikia sisi. Ndio kiangalia mwalimu, tukiaenda katika Isaya 9:6 napata tulipata neno ya kwamba mwana atasaliwa. Na tena mamlaka yote itakuwa juu yake. Ataitwa mshauri mzuri. So that is siri hiyo, ilikuwa hiyo ambayo sasa ukikuja katika Wakolosai 1:26-27 mwalimu, siri hiyo inafunuliwa. Wakolosai 1:26-27. Mwalimu hapo inasema hivi. Yes. Siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote. Yes. Bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake. Amen. Ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu. Amen. Tumaini la utukufu. So siri hiyo imefunuliwa. Na siri ni gani? Ni Kristo ndani yetu, tumaini la nini? La utukufu. Na ilifichuliwa mwalimu kote duniani na mbinguni. Haikufichuliwa tu mahali pa siri, ilifumuliwa mahali peupe, ambao sasa kila mtu akiingilia hapo mwalimu, tunaona kwamba hiyo ndio tunaita, yani it is open to us. Sasa so ndio Kristo anapokufa msalabani alifia kila mtu. Everybody. Kwa maana jinsi hii Mungu akaupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Asante. So once you put your trust in God, imani yako uweke kwa Christ, hapo uzima wa milele unafanya nini? Unaupata. Na haya tasiri hiyo ukiwa na Yesu, siri hiyo imefichiliwa kwako. Kwa sababu wewe mwenyewe uwezi, isipokuwa ukiegemea Yesu, siri hiyo itafichiliwa kwako. Wewe mwenyewe uwezi. Hata wakati wa Yesu, hata wanafunzi walikaa na yeye na hawakumuelewa, hawakumfahamu.
lakini utakapomkubali Yesu, basi uwezo wote utakuwa wake. Mwalimu, hii uwezo, injili hii ambao sasa imefunuliwa kwetu, mwalimu wa Siaya, uwezo wa injili ni nini sasa? Wacha tu nianze kutoa maelezo toka kwa hiyo sehemu. Kisoma Warumi 1:16 tuone Paulo anasema nini kuhusu injili. Anasema hivi: kwa maana sionei haya injili, kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa kila aminie, kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia. Kwa hivyo huo ni uwezo wa injili. Unaleta wokovu mradi tu uwe unaamini. Na Paulo anataka kutuambia nini katika kitabu cha Wakolosai 1:28-29? Anasema hivi: ambaye sisi tunamhubiri habari zake, ambaye sisi tunamhubiri, huyu ni Yesu. Ni Yesu. Tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, tupate kumleta kila mtu timilifu katika, sio kumleta mtu ambaye yani mtu awe mtimilifu. Kwa nini mtu awe mtimilifu katika Yesu? Kwa sababu akishapokea hii injili hataweza kuyumbishwa na mafundisho yapotoshayo ya dunia hii. Mafundisho mengi ambayo yanaweza kukutoa katika ukweli wa injili ya Yesu. Katika kitabu cha Warumi 16:28, angalia Paulo anasema nini. Anasema hivi 16:17, samahani. Anasema hivi: ndugu zangu, na wasihi waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho mliojifunza, mkajiepushe na. Kwa hivyo simama katika ukweli wa injili ambayo umepokea kutoka kwa neno la Bwana, sio mafundisho ya kupotosha. Asante. Kwa hivyo mwalimu, ni kitu gani ambao tumejifunza hapa leo? Ni kwamba siri ya Mungu imefunuliwa, na imefunuliwa kwa sababu Yesu amekuja, amekuwa yeye ni pataniso baina ya sisi na nani na Mungu. Na ndio tunaambiwa, mwalimu wa Siaya anataka tu utafsiri neno hili ambao nasoma kwa Kiswahili, nasoma kwa Kiingereza, utatafsiri kwa Kiswahili. The Bible is God's letter of reconciliation to us. Biblia ni waraka ya Mungu ya upatanisho kwetu sisi. We should open and read it throughout thoroughly and often. Lazima tuifungue na kusoma kwa undani na kila wakati. Asante. Kwa hivyo kila ambao kinaweza kufanya sisi tuweze kugundua siri hii ambao Yesu ametuletea ni kule kusoma Biblia na kusoma kabisa now and then, mwalimu wa kataka tusikira wakati. Asante. Kwa hivyo kila ambao tumeona ni kwamba Mungu huyu ambaye ametupatanisha, tuliona kwamba ametupatanisha na kupitia kwa Yesu, na ikiwa sisi tutakuwa na imani kwamba huyu Mungu, huyu Yesu ambaye alitumwa na Mungu, vile mwalimu kataka amesoma katika Yohana 3, tunaona kwamba tumepatanishwa na nani? Na huyu Yesu, na uzima wa milele tumeandaliwa. Tunapotazama msalaba tutapokea uzima wa milele. Ikiwa ni mapenzi yake Mungu, tutakutana wiki ijayo sana wakati kama leo. Mbarikiwe mpaka wakati huo. Mnapotazama runinga zenu, mnaona nambari ya simu, tumia hiyo namba kuwasiliana nasi ukiwa na swali ama changizo lolote. Mwalimu akataka kutufungia kwa maombi. Niombe, tutasema haya maneno ambayo Paulo alisema, kila mmoja aweze kuyapata.
katika Wathesalonike wa pili 2:15 ambayo inasema, basi ndugu, simameni imara, mkayashike mapokeo mliyofundishwa, ama kwa maneno ama kwa waraka wetu. Neno la Mungu tulishike, hakika lina uzima wetu. Na tuombe. Baba, asante, tunakushukuru. Hakika ni kwa upendo wako mkuu ya kwamba utaki hata mmoja wetu apotee. Ndio naendelea kutufunulia neno lako Baba wetu. Ndio naendelea kutuhimiza ya kwamba tuweze kusoma neno lako kila siku. Baba wetu, litatusimamisha imara. Litatuwezesha kustahimili changamoto nyingi za dunia hii ambayo imechafuka. Tukingoja Yesu atupeleke nyumbani. Tunaloomba Baba ni kwamba kwa uwezo wetu hatuwezi, bali tunaomba utuoshe, ututakaze Baba, ili Roho wako Mtakatifu akae ndani yetu na endelee kutuongoza katika safari hii. Jina lako litukuzwe, na ni kwa jina la Bwana Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Barikiwe mpaka wakati huu. Chimbaba angana iruruka ingiko mochoria babeni chambarore babeno kumbarore amona bonde bamenye taroro ayerera oyetige ense terina gosemeria ense yengo sambwere ayebeke ange sechinchera chonsi ekonuge kobuga tomoroto tomorene ayerera oyetige ense terina gosemeria ense yengo sambwere ayebeke ange sechinchera chonsi ekonuge kobuga tomoroto tomorene. Semeria sechini bochabo panda sechisemi panda semegoko ebibion simbiete kiagera nebiense osemerio kuya nasomonene yeso toreno mogoko togotera amo korende wangoiga gotiga na tore sokorara seretario monene ayerera oyeti. Tunakaribisha tena watazamaji wetu wa kipindi cha Biblia Husema, na tumerudi tena kwa mada yetu, mada ambayo inatubariki kwa neno la Mungu. Na neno hili tumegundua kwamba ni uzima na unatuongezea miaka. Uzima si uzima tu, huu ni uzima wa milele. Kwa hivyo napenda kusalimu mtazamaji wa kipindi hiki mahali pote ulipo, na kukaribisha sana tuweze kubarikiwa na wewe. Mimi ni Elizabeth, niko na mwalimu mwenzangu, acha wasalimie. Hamjambo watazamaji, tunashukuru sana kwa sababu nyinyi mmekuwa wa msaada mkubwa sana, kwa sababu hatuwezi fanya kipindi kama hakuna watazamaji. Ni kweli. Kwa hivyo tunawakaribisheni na tunasema kwamba Mungu azidi kuwatunza tunavyojifundisha ili tuweze kuwa na ufahamu huu
Mimi ni Eldo Mweri. Napenda tuombe ili tuweze kuanza kipindi chetu. Baba yetu, Mungu aliye mkuu, tunakushukuru sana kwa uaminifu wako na utunzaji wa kipekee ambapo umetunza sisi pamoja na wale watazamaji. Endelea kutuhifadhi na kutuweka pamoja Kristo tunapoendelea kulisoma neno lako na kuchambua, kutafuta kujua ukweli ndani yake. Roho wako asikose kuwa mwalimu wetu, ndiposa tuweze kuwa na ufahamu wa kina. Tunaomba haya tunapoanza kipindi hadi tamati yake, tukiamini katika jina la Kristo aliye Bwana mkombozi wetu. Amen. Asante. Tumekuwa tukijifunza maagizo ya Mungu na maagizo ya mwanadamu. Tukaona maagizo ya nani yana umuhimu na maagizo ya nani yanaleta uzima. Katika mafundisho ambayo tumekuwa nayo, watu wana maswali mengi sana. Wanauliza juu ya Easter, juu ya mwandamo wa mwezi, wanauliza juu ya Pasaka, wanauliza. Maswali hayo yote ni mazuri sana kwa sababu inaonyesha vile watu walivyo na kiu ya neno la Mungu. Tunakushukuru sana mtazamaji wetu. Leo nataka tuendeleze ile mada ya maagizo ya mwanadamu, maagizo ya Mungu na maagizo ya mwanadamu. Tunataka tuendeleze hiyo tuone. Wiki iliyopita tuliangalia juu ya kumbukumbu la Torati, ya kwamba Mungu amewaachia wanadamu njia mbili. Njia ya uzima na njia ya mauti. Na akasema anaapa kwa mbingu na nchi kama mashahidi, ambao wameshuhudia kwamba mwanadamu hakuna kitu ambacho Mungu hajamfanyia. Na wala asiseme eti sasa mbinguni ni mbali, nani ataenda atuletee hili neno. Hayo yote tuliweza kuyaona wiki iliyopita. Tukaona ya kwamba Mungu anapotoa maagizo yake yanatuletea uzima sisi na watoto wetu. Lakini ya mwanadamu yanafanya tunafanya ibada bure. Vain. Yes, tunafanya ibada isiyo na maana sisi na watoto wetu, kumaanisha tutapotea. Lakini maneno ya Mungu yana uzima wa milele. Leo nataka tujibu swali. Je, ni njia zipi ambazo tukizifuata zitatuletea uzima wa milele malikani? Asante mwalimu, nashukuru kwamba tunatafuta kuona tunapoyafuata maagizo ya Mungu yana faida gani ama yana thawabu gani. Na je, tunapoendelea na yale ya mwanadamu mwisho wake tunamalizia wapi? Mwalimu, napenda tuweze kuanza kwa kusoma andiko hili katika kitabu cha Yohana mlango wake wa 8 fungu la 31. Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, wale waliomwamini, kama mkidumu katika maneno yangu, mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Ndipo mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka huru. Kwa hivyo hawa ni wanafunzi ambao waliokuwa wamekuja kwake Yesu Kristo na wakamwamini Kristo. Ndipo Yesu akawaambia, sasa mmekuja katika darasa la mafundisho ili muweze kuhitimu kuwa wanafunzi wangu. Sasa anawaambia mudumu katika maneno yangu, maneno ya Kristo, maagizo yake Yesu Kristo. Manake sipo mbali na ile ambayo umesema. Mada yetu ni kwamba maagizo ya Mungu na maagizo ya wanadamu ni yapi ambayo tunayoyafuata. Ndipo Yesu akawaambia kwamba mkidumu katika maneno yangu mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Ndipo ukweli huu ambao mnaoutafuta mtauchua kabisa na utawaweka huru. Sasa tunapoangalia katika maandiko tunaona ya kwamba Yesu anakusudia tuweze kuwa na ufahamu wa neno lake. Mwalimu, wacha niende moja kwa moja katika fungu ambalo tunalotasamia litusaidie pia katika kitabu cha Mathayo 19. Tutaanza pale fungu la 16 mpaka fungu la 19. Watu wanauliza maswali. Hata Yesu aliulizwa. Naam. Mwalimu. Nifanye nini?
ndio uweze kuwa mrithi wa uzima wa milele. Uko pale mwalimu, ama nisome? Soma tu mwalimu. 19 fungu lake ni la 16 na mpaka la 19. Biblia inasema hivi. Mtu mmoja akamjia Yesu na kumuuliza, Mwalimu mwema, nifanye jambo gani jema ili nipate uzima wa milele? Yesu akamjibu, mbona unaniulizia habari za mema? Aliye mwema ni mmoja tu, lakini ukitaka kuingia uzimani, sitii amri. Yule mtu akamuuliza, amri zipi? Yesu akamjibu, usiue, usizini, usiibe, usishuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako, na umpende jirani yako kama nafsi yako. Yule kijana akasema, hizi zote nimezishika, je, bado nimepungukiwa na nini? Sasa swali hili mwalimu, kwamba ni njia zipi ambazo tutakazozifuata ili sikatuleta uzimani? Jibu lake ni kutii amri za Mungu. Manake mara nyingi sana tunaona ya kwamba watu wengi wamekuwa makaidi. Pale barabarani saa hii kuna katika nchi ya Kenya kuna msako. Kuna msako wa kusaka miadarati, pombe haramu, kuwasaka wale ambao wamekuwa wakisumbua watu, wanahangaisha watu. Na polisi mmoja alipohojiwa alisema kwamba zile magari ambazo zilikuwa hazishukiwi kwamba hii inaweza kuwa inabeba miadarati ndizo zinatumika saa hii. Gari aina Prado V8, gari zile za maana, Mercedes Benz, zile ambazo ni za maana sana, wanasema samani wangeshuku Probox, hizi pickup, zile ambazo hazina dhamana. Lakini sasa wanadamu wameenda kiwango kingine, wamefunja sheria na heshima ya yale magari makubwa. Wanayatumia kufanya biashara, ndio mtu asije akaweza kushukiwa kwa njia yoyote. Kwa hivyo huyu mtu alipoenda kwake Yesu Kristo, yeye alitafuta kwamba ni nini ambacho ninachoweza kukifanya ili niweze kuwa mrithi wa uzima wa milele. Na Yesu akamjibu, sasa wewe unakuja kuulizia habari za wema? Aliye mwema ni nani? Ni Mungu ambaye ameamurisha. Ukifuata amri zake una faida kubwa, utaweza kuona ufalme wa mbinguni. Na mwalimu. Asante mtazamaji wetu, ninaungana sana na maneno ya mwalimu Omweli ambaye amesoma katika Biblia. Kumaanisha yeye na mimi tunaunga mkono neno la Mungu ambalo ni Biblia inavyosema, ya kwamba iko njia ionekanayo machoni pa mtu ya kuwa ni njia sawa, lakini mwisho wake ni njia za mauti. So ukiangalia mahali pengine njia ni dini. Unapata mtu ameanzisha dini yake, lakini maagizo aliyo nayo ni yake, si ya Mungu. Sasa Mungu anasema hawa wasizitegemea akili zao. Kwa hiyo niongeze kitu mwalimu katika Mithali. Soma. 14 nitasoma mstari wa 12 na 14 ambao unasema hivi. 12, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Yaani mwisho unaweza pata hakuna kitu umepata, ni mauti tu. Mtu wa Mungu mwingine anasema, mhubiri mwingine alikuwa anasema, sasa wewe ni mchungaji unaongoza watu na Yesu anarudi, amekaribia kuliko vile tulivyoanza kufundisha. Sasa ujipate pande hiyo nyingine, yaani upatikane upande ule wa moto na washiriki wako kule. Sasa wasimame wakuulize, mchungaji, tumepatikanaje hapa? Na wewe ndio ulikuwa kiongozi. Utajibu nini mtu wa Mungu? Itakuwa ngumu. Mnapatikana kundi ile ingine. Na saa hii maneno yanasemwa hapa hautaki kutilia maanani. Unasema hii nilioanzisha nini, bora imani. Sio imani bora, bora imani. Acha nimalizie 14 ambayo inasema hivi. Mwenye hekima huogopa akajitenga na uovu,
bali mpumbavu ana ufidhuli na kujitumai. Yaani anajitegemea. Kiswahili cha sasa kinasemaje? Changu kinakuwa kizuri. Ati ni mfidhuli na anajitumaini yeye mwenyewe. Mtu ambaye Mwalimu 14 fungu lake la 12. Biblia inafichua mambo mengi kwamba kuna njia 12 inayoonekana nzuri tu kwa macho ya mwanadamu, lakini mwisho wake ni mauti. Inaelekeza katika mauti. Soma fungu la 12 inasema hivi: iko njia inayoonekanayo kuwa sawa kwa mtu, bali mwisho wake huelekea mautini. Ulisoma ni 14 inasema wasio na imani watapatilizwa kikamilifu kwa ajili ya njia zao, naye mtu mwema atapewa thawabu kwa ajili ya njia zake. Asante. Na fungu la 15 nasema mtu mjinga huamini kila kitu, bali mwenye busara hufikiria hatua zake. Hata 16 nafikiri mimi nilisoma 16. Ulisoma 16 nayo? Malizia. Mtu mwenye hekima humcha Bwana na kuepuka mabaya, bali mpumbavu ukasirika kwa hamaki na uzembe. Sasa ukiangalia ndio ufidhuli. Mambo haya yanayotajwa na mtunza methali yanatusaidia kwamba njia zipi ambazo tutakazozitumia ama ziendea ili mwisho wake tuweze kufikia uzima wa milele. Unaona, anasema ya kwamba mpumbavu anaamini kila kitu. Akaambiwa enda leta kondoo mweupe, anaenda kutafuta. Wakileta kuku mweusi. Sasa mambo hayo anaambiwa ya kwamba ili tukutengenezee boma lako, enda ulete mnyama wa namna hii. Analeta. Enda leta mayai ya nyoka. Sasa unajua wewe mtazamaji usituulize. Hata ya mambo tulijuaje? Hatuendaki huko tunasikia. Ndio sababu nasema kwamba mtu asiye na hekima anaamini kila jambo. Yes. Yaani kila chochote anachoambiwa. Ndio unaona ya kwamba hatungependa hiyo fungu mwalimu, fungu hili la 15 ninaona lina uzito. Anasema kwamba mtu mwenye hekima humcha Bwana na kuepuka mabaya. Fungu lilikuwa fungu la 15. Mtu mjinga huamini kila kitu, bali mwenye busara hufikiria hatua zake. Yaani iwapo ni mambo ya tumekuwa tukizungumzia sikukuu. Mtu mwenye hekima na mwenye busara atajiuliza, na hii ilitokana na nini? Yes. Ina faida gani ndani yake? Yes. Je, inaweza kuwa na mibaraka ya Mungu? Na ndio sababu wanasema kwamba neno la Mungu linatuelekeza kwamba kabla hujachukua hatua yoyote ya imani yako hiyo, fikiria. Mtu anakuja na mvumo mwalimu, anasema mama usifae nguo za ndani. Huyo ni mchungaji. Na wewe kama mama mzima unakwenda hivyo kwa sababu uliagizwa. Na ili mafasi yako yaweze kukamilika, ili wewe sasa, kama sasa hivi msimu wa baridi, mtu anapokuambia kwamba sasa dini yetu hatufai sweta. Na ni msimu wa baridi. Sasa si ufikirie mara mbili. Sasa hayo ndio tunaangalia kwamba maagizo ya Mungu na maagizo ya mwanadamu. Manake haya maagizo ya mwanadamu ndio mwalimu siku nyingine ukatukumbusha kwamba kuna wachungaji hao ajabu. Mtu amekuja na maji na mandoo na sufuria, anaogesha moto. Ati anaogesha, ati anakupatiza. Anakupatiza atoe hali yako ya samani. Manake leo ni tarehe 31 mwezi wa 12, tunaingia Januari 1, huo umetakaswa. Na sasa maji kama sufuria. Jamani, kwa sufuria. Yesu hakubatizwa kwa sufuria. Ndio tunaambiwa kwamba mtu wa busara fikiria.
Fikiria Yaani jiite katika mkutano wewe mwenyewe, fanya maamuzi ambayo ni mema. Tusonge mbele mwalimu. Asante mtazamaji wetu, inapendeza sana kuwa mwenye busara na mwenye hekima, unaweza kumpendeza Mungu, ninayeweza kumpendeza Mungu. Hebu mwalimu, Naam. katika Luka 10, Naam. 25, Naam. unaweza pata pale maneno ya busara Naam. ya wenye hekima. Aha. Luka mlango wake wa 10 fungu la 25 mpaka 29. mpaka 29 inasema hivi. Wakati huo mtaalamu mmoja wa sheria alisimama ili kumjaribu Yesu. Akamuuliza, "Mwalimu, nifanye nini ili niurithi uzima wa milele?" Yesu akamjibu, "Imeandikwaje katika sheria? Kwani unasoma nini humo?" Haya. Akajibu, "Umpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Tena mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe." 28. Yesu akamwambia, "Umejibu vyema. Fanya hivyo nawe utaishi." Amina. Si kijana amekariri juu ya amri za Mungu. Amezijua. Na Yesu amemwambia, basi naona umejua hizo. Wewe kwa sababu umejua hivyo, fanya hivyo nawe utaishi. 29. Lakini yule mtaalamu wa sheria, manake neno hili tulipoanza anasema kwamba mtaalamu mmoja wa sheria alisimama ili kumjaribu Yesu. 29. Lakini yule mwanasheria, mtaalamu wa sheria, akitaka kujionyesha kuwa mwenye haki, akamuuliza Yesu, "Jirani yangu ni nani?" Haya. Sasa Yesu anapotuagiza na sisi tutake kujionyesha kwamba tuna wema wetu. Maswali ambayo utakayomuuliza, siku ni siku, ubatizo ni ubatizo, bora imani, mambo hayo. Easter iko sawa, ni sikukuu kama sikukuu zingine. Pasaka tunaweza ifanye hivi, badili anaweza ongoza Pasaka, yeye akunywe peke yake kwa niaba yetu, sisi tutakula chapati na chai, jamani, na soda. Hiyo ndo njia hii. Unaona, huyu mtaalamu wa sheria anasema jirani yangu ni nani, akitaka kujionyesha kuwa yeye ni mwema, anajua hiyo maneno. So mwalimu, ni nini ambacho tunachojifundisha? Kwamba mara nyingi katika mambo ya Mungu inahitaji tuitie sauti yake. Na ndiye alisema katika Yohana ile kwamba mkijua ukweli, ukweli utakuweka huru kabisa. Manake mwalimu, ulitusomea chuma lingine kwamba kipofu akiongoza kipofu wote shimoni. Sasa mbona huyu mtazamaji wetu katika imani ambaye ameongozwa kuwa kipofu, awe kipofu, hali akona macho yake, ana akili zake, anaweza situmia, akaona ya kwamba njia hii ndio njia ya Mungu. Manake ukiona wale ambao walikeuka maagizo ya Mungu hawakumalizia vyema, hawakwenda mbali. Unakumbuka Waisraeli walivyotoka Misri na kishindo kikubwa, wakaanza malalamishi, wakasema, "Musa, umetoa Misri, tulikula nini? Watermelon, na nyama, samaki, nyama karanga, vitu vya maana hizo, lakini wali hapo, pilau." Na unajua swali lao lilikuwa ni mbona utuleta tufe jangwani? Na walikufia wapi? Hapo kwa sababu walikataa. Sasa mwalimu, tuendelee tukiona ya kwamba hapa unajua kitu ambacho Yesu anamwambia huyu mwanasheria. Amesoma sheria, ameisomea, lakini anaenda kumuuliza Yesu, ajui. Na Yesu anamuuliza, "Imeandikwaje Torati na unaisomaje?" Umeisomaje? Tafsiri nayo ni ya maana. Alafu maana mwanasheria mwalimu ni mtu ambaye amesomea masuala ya sheria. Na sasa hakuje kwake Yesu Kristo, "Nifanye nini ili niurithi uzima wa milele?" Na anamrudisha kwa sheria. Sheria na amuliza, "Unasomaje? Na unaielewaje? Imeandikwa nini?"
na unasomaje? Akasema mpende Bwana Mungu wako. Kumaanisha alikuwa anaelewa. Kwa hivyo mtazamaji wetu, hakuna kitu kilicho bora ambacho Mungu anampatia mtoto wake kwa sababu ya uzima wa milele, ambacho utakifananisha na kile ambacho dunia inatoa. Mwanadamu hawezi kukupea kitu ambacho kitakufanya uwe na uzima, uwe na furaha, uwe na amani. Lakini Mungu anakupatia kitu kilicho na furaha, kitakachokuletea furaha, amani na utulivu na hata uzima wa milele. Tusijidanganye kwa njia zetu. Napiga ngoma na kucheza, toroka huko. Unasomaje katika Torati? Yesu atakuuliza unasomaje? Imeandikwa nini? Mwalimu, una jambo lingine? Mwalimu, labda nisome kitabu cha Yohana mlango wa 12 fungu la 49 na 50. Kuna mambo haya Yesu anatuhusia. Anasema hivi, kwa maana sisemi kwa ajili yangu. Sasa mambo haya ambayo tunayasoma mwalimu, kuanzia 49. Kuanzia 47. Ningeanzia 47. Mimi simhukumu mtu. Hapo sasa. Hapo. Mimi simhukumu mtu yeyote. Anayesikia maneno yangu na asiyatii. Kwa maana si kuja kuhukumu ulimwengu, bali kuuokoa. Amina. Kuna watu wanaweza wakasikia maneno ya Mungu na wasiyatii. Waseme Mungu atatuua. Lakini mwalimu, labda uniambie leo, wale Wakristo wote usoma kitabu cha Mwanzo? Hakuna. Wengine hata hawana Biblia. Lakini tunaufahamu angalau kwamba ulimwengu huu uliumbwa na Mungu. Kuna baadhi. Yes, si wote. Kuna wengi hawajui. Lakini baadhi wanajua. Kwa sababu kama mimi nikiwa mdogo mpaka nilipokuwa mama tu mzima, mama yangu alikuwa ananiambia hadithi. Anasema zamani kulikuwa na mgeni alisafiri kutoka nchi za mbali, akafika mahali, usiku kaingia, akachoka, hana chakula, ana mtu wa kumkaribisha, akakaa chini akakalia mawe. Unajua mgeni ati mama akaniambia mgeni alikuwa tu anafikiria, anasema ningekuwa na mbuzi. Mbuzi zinatokea nyingi. Mgeni akifikiria tu eti ningekuwa hata na miti. Ati miti inatokea wingi. Anaweza akifikiria tu ati ningekuwa na watu. Watu wanatokea wengi. Atuwe mgeni akawa tajiri kwa kufikiria tu kila kitu kikatokea. Sasa mimi nikakuwa na hiyo akili mpaka leo unaona nakwambia. Lakini maanisha mama alisema. Lakini niliposoma nikapata hapana, si mgeni, ni Mungu alikuwa anaumba. Sasa mama yangu ni mkubwa, ajui kama Mungu alikuwa anafanya nini? Anaumba. Yeye anasema ni mgeni alisafiri kutoka nchi za mbali. Na akatembea sana, akafika njiani akachoka, akaanza kufikiria ningekuwa na mbuzi. Na amewahi ona mbuzi. Sasa huyu mgeni hakuniambia ni nani. Mimi ni mtoto napenda hadithi. Sasa unaona mambo kama hayo. Ndio tunaangalia mwalimu kwamba hadithi za kise zilikuwa na hazina faida kwa mtu, lakini inakusaidia mwishowe ulipoisoma Biblia. Na ndio sababu unaona Yesu anasema kwamba mimi sijakuja kuwahukumu ulimwengu, bali kuja kuwakomboa. Na anasema kwamba kuna umaana wa kutii maneno yake, lakini asiyetii atahukumiwa na yale maneno. Fungu la 48 yuko amhukumuye yeye anikataaye mimi na kuyapokea maneno yangu, yaani yale maneno niliyosema yenyewe yatamhukumu siku ya mwisho. Kwa sababu gani? 49. Kwa maana sisemi kwa ajili yangu mwenyewe, bali Baba yangu aliyenituma aliniamuru ni nini cha kusema na ni jinsi ya kukisema. Nami ninajua amri zake kuongoza hadi kwenye uzima wa milele. Hivyo lolote nisemalo ndilo lile Baba aliloniambia niseme. Mwalimu, sijui kwa nini Yesu amerudia mambo ya amri sana.
Amerudia mambo ya maneno yake sana. Anasema wewe shika sikio lako na tena uliambie sikio, sikia maneno. Manake ukikosa kuyasikia maneno haya, siku ya hukumu hayo mwalimu, mambo haya tunayosema eti televisheni itakuwako na kitambaa cheupe kitakuwepo, maneno yataandikwa, matendo ya mwanadamu yote ulioyatenda, skrini italeta mtu, hata utaonekana mwenyewe ulisikia maneno hiyo ukayapuuza. Ndio Yesu anasema kwamba yeye hajakuja kusema maneno yake. Hapana. Yeye amekuja kusema sawa sawa na jinsi vile baba yake alivyomwambia. Na ndio sababu anasema kwamba yeye kazi yake kuja katika ulimwengu huu sio kukomboa ulimwengu, sio kuhukumu ulimwengu, bali ni kuokoa ulimwengu. Na anasema sijakuja kusema mambo yangu, na kuja kusema yale nimeambiwa na baba yangu. Mwalimu, nafikiria kwamba katika sehemu hiyo hivyo tukifuata katika kwenda kwa njia ya kufuata amri zake na kutii maneno yake itatupatia uzima wa milele. Itatuongoza katika uzima wa milele. Kumbe njia ambazo zitatupatia uzima wa milele ama dini itakayotuongoza katika uzima wa milele ni kuzishika amri za Mungu. Katika zile amri 10 kuna dini ya kweli pale ambayo Yesu mwenyewe anasema ikumbuke siku ya Sabato itakase. Ndio unaona anaambia yule mwanasheria, umesomaje katika Torati? Kwa nini anamrifaa katika Torati? Huyu ameuliza habari ya uzima. Na Yesu anamwambia imeandikwaje katika Torati, unasomaje? Kwa hivyo lazima usome, kwa sababu haya maneno ambayo anayasema ndio yatakayosimama na wewe na mimi katika hukumu inayokuja. Tunajua muda si mrefu sana, marejeo ya Yesu iko karibu, yamefika. Na sasa yeye hakuja kuhukumu, lakini angependa sana tuyashike maneno yake ili tupate kuwa na uzima. Kwa sababu hiyo amri za Mungu ambazo ndizo Mungu anazisema, Yesu pia anasema hizo ndizo amekuja kuambia watu. Kwa sababu hiyo hawezi kusema mambo mengine, kwa maana anajua kwamba maneno ambayo Mungu amemuongoza kusema yataongoza hadi uzima wa milele. Mwalimu. Naam. Ni sasa hizi ni amri gani zinazoongoza katika uzima wa milele? Manake tunapozungumzia amri hizi lazima tuweze kuangalia tuone zinazotuongoza hadi uzima wa milele ni amri zipi, kwa sababu tumesikia ya kwamba lazima tusome katika Torati ama katika sheria. Sasa ni amri zipi hizo? Wacha tuende moja kwa moja, labda mwalimu tuanze kitabu cha Mathayo mlango wa 5 mstari wa 17 mpaka 19 20. Inaweza kutusaidia hapo. Mlango wa 5 mstari wa 19 wa 17 inasema hivi: Msidhani kwamba nimekuja kutafuta kuvuta sheria au manabii. Si kuja kuondoa pale kutimiza. Kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na dunia sitakapopita, hakuna hata herufi moja ndogo wala nukta itakayopotea. Kwa maana kwa namna yoyote kutoka kwenye sheria mpaka kila kitu kiwe kimetimia. Kwa hiyo yeyote atakayevunja mojawapo ya amri ndogo kuliko zote ya amri hizi, naye akafundisha mwingine kufanya hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Lakini yeyote asitandaye na kusifundisha hizi amri, ataitwa mkuu katika ufalme wa mbinguni. Asante. Mwalimu, neno hili kwamba Yesu anapozungumza, manake mambo haya ni yake Yesu, anasema kwamba msidhani. Kwa wale ambao wanaofundisha wakasema kwamba Yesu alipokuja akafa msalabani alisema imekwisha, kwamba sheria ziliisha. Wacha niulize mwalimu,
mtu akioleka si ni bibi ya mtu ameolewa huyo, akaingia katika hiyo boma, atoke hapo aende kwa jirani, anaweza oleka hapo? Hapana, watamfukuza huko. Hata mawazo ya kwenda kwa jirani hakuna. Sasa huyo mtu ambaye amefunganishwa katika ndoa na mume wake au mke wake, wamejiingiza katika kifungu ambacho kinamtambulisha kama mume wa fulani na mke wa fulani. Sasa ndio Yesu anasema kwamba mtu akidhania, unajua mtu akuje na aseme Elizabeth, wewe ni msichana. Wewe ni msichana? Hapana, mimi ni shosh. Wewe kwisha. Sasa Yesu anapokuja anasema msidhani Eliza ni msichana. Huyo ni mama mzee. Ana heshima zake kama mama mzee. Ndiye anatumia mfano huu, anasema usidhani nimekuja kuitangua sheria. Hata hii inasema vizuri, kuifuta. Nasema hakuja kufuta. Hajakuja kuiondoa kwa namna yoyote. Na ndio sababu mwalimu akasema kwamba kwa maana amini nawaambia, mpaka mbingu na dunia zitakapopita hakuna hata herufi. Herufi ni just one letter. Kama ni E ama C ama C, hizo hakuna. Herufi hizo. Yaani anasema hakuna hata herufi moja ambayo itakayoondolewa katika sheria. Moja herufi ndogo wala nukta itakayopotea kwa namna yoyote kutoka, yani kwa namna yoyote. Hata mtu akisingizia aseme Yesu akiwa msalabani alisema imekwisha. Unamwekea mambo ni nini iliisha? Na anasema kwa namna yoyote, hata kama kufa katika msalaba, hata kama ni kuzikwa kaburini, hakuna. Hizo amri zake zinasimama chinzi vile zilivyokuwa mpaka kila kitu kiwe kimetimia. Kwa hiyo yeyote atakayevunja mojawapo ya amri ndogo kuliko zote za amri hizi. Ndio sababu tukasema kwamba mwalimu, mtu akivunja akachiwekea sikukuu zake na afundishe wengine, akaweka siku za ibada na wacha nisome hapo sasa, manake unachokosa mwalimu. Anasema kwamba atakayevunja mojawapo ya amri ndogo kuliko zote za amri hizi, naye akawafundisha wengine kufanya hivyo. Na kwa sababu tunasema kwamba wale wahubiri na wale walimu wa madrasa, walimu mbalimbali, anayefundisha vitabu vya dini akamtoa mtu katika ukweli akamuingiza katika mambo yake, huyo mtu ako hatarini. Ataitwa mdogo, yani hata faulu kuingia katika, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Lakini yeyote asitendaye na kusifundisha hizi amri ataitwa mkuu katika ufalme wa mbinguni. Na ndio sababu mwalimu, tunatamani sana sisi tunafundisha ukweli ulivyo katika Biblia. Tunanena neno moja kwa moja jinsi vile Yesu Kristo alivyosema, akisema kwamba sijakuja kupoteza hata herufi moja, hata nukta moja, hata yoti moja. Mimi nimekuja kusifundisha na kusionyesha na kuonyesha maana wake, na sijakuja kufundisha maneno yangu. Walimu wengi wanafundisha maneno yao na ni hatari sana. Mwalimu ni malize katika fungu ile la 19 hilo, anasema akimba lakini asitendaye na kusifundisha hizi amri ataitwa mkuu katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo mwalimu, tunatamani kwamba tufundishane ukweli. Ina manufaa makubwa sana. Usikuja kwamba mwalimu, umewahi sikia mtu anasema 3:10 nitumie sadaka ya shilingi 310. Ni sadaka anaitisha. Ni sadaka. Anasema kila mtu atume 3:10. Yaani katika kitabu cha Malaka Malaka ile 3:10 ina fundisho lake. Sasa yeye akiangalia anasema analitumia kwa njia ambayo inaokora ili ajinufaishe. Mwalimu, tuende mbele. Asante. Ningependa tuangalie katika kitabu cha Yakobo 2 mstari wa 10. Hizo amri Yesu amekaza, amesema hakuja kutoa. Wacha tusikie Yakobo anasemaje. Katika 10 anasema, maana mtoaye yote
Atakayeshika sheria yote ila akajikwaa katika neno moja amekosa juu ya yote. Kwa nini? Kwa maana yeye aliyesema usizini pia alisema usiibe. Na pia alisema usiue. Basi japokuwa ukuzini lakini umeua, umekuwa mvunja sheria. Sasa Mungu amesema, Yesu mwenyewe anasema zishike amri. Sikuja kutoa wala kuondoa. Yakobo anasema ukishika hizi amri uzishike zote. Ukivunja moja umevunja zote. Kwa sababu aliyesema usiue ndiye alisema usiibe. Kama alisema ikumbuke siku ya Sabato, pia alisema usiue. Lakini kama umeua, sasa umevunja Sabato, umeua, umezini, umeiba, yaani umefanya hayo makosa yote. Unaona hapa vile wanakazia hizo sheria. Wanasema ukivunja moja kwa hizi utakuwa umevunja zote. Sasa angalia mtumishi wa Mungu, wewe uliye kiongozi, unayeongozwa. Angalia tu hizi amri za Mungu zote na uone gani umevunja. Sasa ukiwa na moja umevunja, ni zote. Usiseme mimi si mwizi na umezini. Wewe bado ni mwizi. Mwalimu, inakuwa kwaje kwamba watu wanatambua sheria kama ya wizi, kuheshimu bibi ya mtu? Kuna wale ambao wana heshima kubwa sana. Wana heshima na mali ya mtu. Hakuna kushuhudia uongo, anasema Mungu alikataa. Lakini sasa ikija habari za kumheshimu Mungu na kufanya ibada mbele zake, ni siku zipi za ibada, ubatizo upi, ni sheria zipi zinatusaidia, ni sikukuu zipi ambazo Mungu anazitambua, hiyo sasa tunasema hiyo ilikwisha. Sasa shida ni wanadamu aliumbwa mkamilifu na mnyofu. Lakini kwa sababu ya kugundua mavumbuzi mengi yamefanya tumefarakana na ukweli. Mwalimu. Ndio sababu mwalimu naona, hebu angalia kitabu cha Isaia. Isaia niko pale 33. Tutaka tumalizie 22. Nasema kwamba kwa kuwa Bwana ni mwamuzi wetu. Sasa yeye ndiye atakaye kuwa mwamuzi wetu. Kama tulikuwa tunatenda vyema ama tulienda kinyume cha sheria zake. Yeye ndiye mwamuzi wetu. Tunajua vile tunavyosoma ndio mawazo yake. Hii Biblia ndio mawazo ya Mungu. Sasa utajua tu. Kama utendi vyema utajua. Katika sehemu ya pili hapa anasema Bwana ndiye mtoa sheria wetu. Sheria zilizotolewa zote, tutasemaje? Hazijatungwa na walimu wa studio leo hivi. Sheria hizi tulizoziangalia katika kitabu cha Mathayo 5:17 mpaka 19, sheria zile ambazo tumeziangalia katika kitabu cha Kutoka 20, hayo yote sheria hizo zimetolewa na Mungu mwenyewe ambaye pia atakuwa mwamuzi wetu. Atatuamulia aseme, Eliza, wewe ulienda kulingana na sheria zangu, ingia katika uzima wa milele. Na wewe fulani ulikataa, ukaenda na njia zako, ukafuata desturi zako, hadithi za kisee, basi itakuwa ni bahati mbaya. Mwalimu anasema katika sehemu hii anamalizia, anasema Bwana ni mfalme wetu, yeye ndiye atakaye tuokoa. Sasa tutakapomtambua Kristo kwamba yeye ndiye Bwana wetu, yeye ndiye mtoa sheria wetu, yeye ndiye mtetezi wetu, yeye ndiye mwamuzi wetu, mwisho wake atatuokoa. Unajua kuna wale ambao ningependa tuendelee na hizo mistari nyingine. Wakati unaendelea unaweza soma kabla sikukate. Endelea, alafu tusome kwa Wagalatia. Na kumbukumbu, tutamalizia kumbukumbu mtazamaji wetu, lakini ningependa umalizie pale ulipokuwa unaelezea juu ya Isaia na kwamba Mungu wetu ndiye mtoa sheria na yeye tu ndiye mhukumu. Kwa mujibu wa kitabu cha Yakobo 4:12 anasema mtoa sheria na mwenye kuhukumu ni mmoja tu, ndiye awezaye kuokoa na kuangamiza. Nani wewe umhukumie mtu mwingine? Kwa hivyo tukifahamu ya kwamba huyo ndiye Mungu wetu ambaye anayetoa sheria, asije mtu akakwambia kwamba siliisha msalabani. Manake yule mtoa sheria tumeona
Kristo akisema hakuna hata yote moja ambayo itakayoondolewa. Hakuna. Mpaka zote zitimilike. Kwa hivyo kila andiko ambalo liko ndani ya Biblia ambayo mwalimu umetuambia vyema kwamba ni mawazo ya Mungu. Mawazo ya Mungu. Sasa mawazo ya Mungu, wewe ni nani ambaye ukamkosoa? Hii mzee anaitwa Ayubu siku moja alienda kuuliza Mungu maswali na Mungu akamwambia okay, jifunge. Wewe jifunge kama mwanaume. Funga mshipi sawa sawa. Na akamuuliza swali la kwanza, ni nani aliyenishikia kabiro nikiweka msingi ya dunia? Akashindwa. Sasa ni nani? Hata angejulia wapi? Hakuna. Ni nani aliyechota maji akayaweka kando ndio bahari itengenezwe? Hakuna. Hata alimuuliza unajua pahali mlango ya bahari? Na nani anafungua maji yajae? Nani anafunga maji yapungue? Akajikosa kitu. Ndio sababu tunasema Mungu huyo hatumukosei heshima, lazima tumtii. Mwalimu ulisema tusome Wagalatia 3:24. Wagalatia 3:24. Neno hili la Biblia linasema hivyo. Hivyo sheria ilikuwa kiongozi kutufikisha kwa Kristo ili tupate kuhesabiwa haki kwa imani. Sheria ni mwalimu, ni kiongozi. Alishika sisi mikono akatuleta kwake Kristo. Na ndio sababu leo hivi tunaheshimiana, tunajua kuiba ni mbaya, kuzini ni mbaya, masengenyo ni mbaya, uongo ni mbaya, vitina, kuroga, mambo kama hayo yote haya sheria imetuleta ikatufikisha, ikatuonyesha hata ibada ya sanamu. Hata ibada ya sanamu, hata kumfunjia Mungu heshima na siku zake. Nasema hiyo sheria inatusaidia kuweza kuelewa ni yapi ambayo tunafaa kuyafanya. Mtazamaji wetu, muda wetu umetupa kisogo, lakini tunataka kuacha na neno moja. Katika John 14:1-6 anasema, usifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Ni hivyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo, nami niendako mwaijua njia. Nataka niruke nisome 6. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hivyo njia ya kweli ni Yesu Kristo. Usijidanganye mtazamaji wetu. Hautapona, sitapona. Kwa sababu anasema ukitaka kupata uzima wa milele zishike amri. Na tena unasomaje? Na imeandikwaje? Mungu akubariki. Amina. Basi tuombe kwa kufunga kipindi. Baba yetu mwema, tunakushukuru sana kwa kuweza kuyafungua mambo haya masikioni mwetu, ili tuweze kuelewa ni njia zipi ambazo tutakazosifuatia zikatupatia uzima wa milele. Tumegundua ya kwamba kushika amri zako na kusitenda ina manufaa makubwa sana. Mara nyingi tumefunja sheria zako, tumefuata maagizo ya wanadamu ambayo hayana faida. Wanadamu hawa hawana mbingu. Wote tutaletwa hukumuni na sheria yako ndio itakayosimama, na maneno ambayo tunayosikia siku baada ya nyingine ndio yatakayokuwa mashahidi ya kushuhudia kwamba tuliusikia ukweli lakini tukapuuzia mbali. Isingelikuwa hivyo Bwana, tunaomba ya kwamba ubadilishe mawazo yetu na nia zetu ili tufuate amri zako kwa ajili ya kunasua maisha yetu kutoka katika njia za upotofuni. Bariki kituo hiki pia, kwa sababu kimekuwa cha msaada mkubwa sana kuwatangazia wana wako neno lako. Basi utubariki pamoja na wanasa kipindi hiki, ili Yesu utuunganishe katika pendo lako kwa wakati mwingine. Katika Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Asante. Utatutafuta kwa namba 0722 488-993 0722-488-993. Asanteni sana.
ushalo shino shaboni dali na menyana butekele mugoni inyangana ulira aulira wabamba shishila inze nawe munyole mika lira lyolyo la shila musiku lisominwe lira lyolyo la shila musiku lisominwe dali na nyahala ushalo shilo shaboni dali na menyana butekele mugoni inyangana ulira aulira wabamba shishila inze nawe munyole mika lira lyolyo la shila musiku lisominwe lira lyolyo la shila musiku lisominwe omwami werunda kuyanza matukosi omwami werunda kuyanza matukosi shishila wafwira kumsalaba kungoni wanje shishila wafwira kumsalaba aumbi wokunyala wisominya omwami werunda kuyanza matukosi omwami werunda kuyanza matukosi shishila wafwira kumsalaba kumoni wanje shishila wafwira kumsalaba aumbi wokunyala wisominya mulina wanje luna muvoni amba kusange omwami mulimenya lya buyanzi shishila shivala sholile kundulo kuwabo bosibakula boni bosibabusubila balinyora kumurugo ulamubamubelela bosibabusubila balinyora kumurugo ulamubamubelela omwami werunda kuyanza matukosi omwami werunda kuyanza matukosi shishila wafwira kumsalaba kungoni wanje shishila wafwira kumsalaba aumbi wokunyala wisominya omwami werunda kuyanza matukosi omwami werunda kuyanza matukosi shishila wafwira kumsalaba kungoni wanje shishila wafwira kumsalaba aumbi wokunyala wisominya omwami werunda kuyanza matukosi omwami werunda kuyanza matukosi shishila wafwira kumsalaba kumoni wanje